tu ya habari ya kanisa. Kanisa, Mama Joyce sijasahau, kuna mtoto wa kubarikiwa, kwa sijasahau. Kanisa haliendeshwi kwa mawazo ya mtu, na wala huwa hatuchukui imani za watu wengine kuzileta katika sehemu ya kanisa. Ukifanya hivyo, kwanza unalikosea kanisa, na pili unamkosea Mungu. Msingi wetu wa imani as a Tanzania Assemblies of God, we have 16 pillars. Tunazo misingi 16 za imani, na hizo ndizo tunaziamini. Tukianza msingi wa kwanza, tunaamini Mungu mmoja na wa kweli, kwamba yupo Mungu mmoja na wa kweli. Tunaamini maandiko yaliyovuviwa, kwamba Biblia ni neno la Mungu lililovuviwa likapuliziwa pumzi, Biblia ikawa hai. Sasa tunapojifunza yale yatokanayo na mila na desturi, we are not aware about culture and those cultures of people. Hatuendi na mila na desturi za watu. Lazima twende na neno la Mungu na misingi halisi. Wana wa Israeli kama kanisa la Bwana, wakati wanatembea mahali walipoleta moto wa kigeni, Mungu alichukia juu yao. Moto wa kigeni ni hali ya kuleta mafundisho ambayo yako kinyume na mpango wa Mungu, ambayo umeyaokota huko. Na tunaposema CPCT, tumeungana katika imani na hasa ujazo wa Roho Mtakatifu. Lakini yapo makanisa ya Kipentekoste ambao mengine hayafai kuiga imani zao. Wengine ni wana madawa ya kienyeji, wengine wana mambo ya ajabu, wengine hawataki hata kufuga nywele, wanataka vipara, wakati Biblia inasema mwanamke nywele ni badala ya vazi. Yaani ndani kuna mambo mengi. Jamani, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wanatikitaka za kila aina kuharibu kanisa, kitu ambacho lazima uwe makini. Na mwingine anakuwa na imani na misimamo kwamba hata kama mpendwa alioa mwanamke, halafu yule mwanamke ameasi, ameolewa na mwingine ameshaenda na kula mezaa huko, anafungiwa tu, hakuna kuoa. Ina maana naamini yule aliyezaa watoto wawili itakuja siku moja vunje ile ndoa akurudie wewe. Yaani ni wanatwisha mizigo watu. Sasa kama kanisa hatutembei kwa kufuata maelekezo ya watu na mizigo ambayo inaweza kawa komba kwa watu, tunalifuata neno la Mungu. Haleluya, amen. Jamani, haleluya, amen. Usinishangae mimi, pokea haleluya, amen. Mimi ni mimi, tunaniona mweusi kidogo, sio mweusi sana. Wewe nitazame tu, alafu pokea amen. Usishangae Mama Joy, ni mimi. Haleluya.
asifiwe. Sasa tunaposema kanisa, nini maana ya kanisa? Ufunuo 1:5 ni kundi la watu waliooshwa dhambi zao kwa damu ya Yesu Kristo. Kitabu cha Ufunuo, tunaposema kanisa la Bwana, tunamaanisha kundi la watakatifu waliooshwa kwa damu ya Yesu. Hatuna maana ya kundi lolote ambalo halijaoshwa na damu ya Yesu kwamba linaitwa kanisa. Aliyefika asome mstari wa 5, kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 5. Amen. Huyu ni Yohana akiwa katika kisiwa cha Patimo baada ya mateso aliyoyapata ya kupigwa, kuuawa, kukatwakatwa, kupigwa kwenye pipa la lami na kumwagwa, lakini Yohana hakufa. Hatimaye kapelekwa kwenye kisiwa cha Patimo ili apate mateso huko. Akiwa kule, anaonyesha namna ambavyo Yesu Kristo amelinunua kanisa kwa kulikomboa na kuliosha. Soma mstari wa 7. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Sana huyu Yesu Kristo ambaye ametutakasa na kutufanya kwa kanisa, yuaja na mawingu, kila kabila watamwona, waliomchoma watamwona. Kwa nini anakuja? Kuwachukua wale wateule aliowaosha kwa damu yake. Kwa ili uwe kanisa, lazima uwe umeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo na kutakaswa na kuacha dhambi. Hata kama ungekuwa humu ndani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God chini ya mchungaji Eliudi, chini ya watumishi wa Bwana, wazee wa kanisa na watumishi mbalimbali, kama haujaoshwa na damu ya Yesu ukaacha dhambi, wewe sio kanisa, wewe ni mwanadini fulani tu wa Assemblies of God. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Tunapozungumza kanisa, tunazungumza na watu waliotakaswa, watu waliosafishwa na Bwana, wanaomngoja Bwana ili waende, wameitwa ili waende. Hilo ndio kanisa la Bwana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni mali ya Kristo. Kanisa ni mali ya Kristo. Kabla hatujaendelea, kama unaandika, andika kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 14. Ufunuo 7:14. Hebu tusomee pale kwa haraka. Nikamwambia 14. Hao ndio wanatoka
Hilo ndio kanisa, watu waliofua mavazi yao yakawa meupe, wamefua kwenye damu ya mwana-kondoo. Kwa tunaposema kanisa, hatuna kanisa ambalo halijafua mavazi yao, na kanisa lilofua mavazi yao linajitambua, linaelewa maana ya kanisa, linafahamu utaratibu wa kutembea na Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana ni mali ya Yesu Kristo. Mathayo 16 mstari wa 18. Kanisa hilo ni mali ya Kristo, ndiye aliyelinunua. Mathayo 16:18 inasema, nami nakuambia wewe ndiyo Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Jamani, haleluya! Yesu anamwambia Petro baada ya kumuuliza, watu wananiita mimi nani? Wengine wanasema wewe Elia, mwingine mmoja wa manabii, mwingine anasema wewe ni Yeremia. Kawauliza, na ninyi mnaniita nani? Kasema wewe ndio Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Biblia inasema Yesu akamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Anaposema milango ya kuzimu, ni milango mbalimbali. Moja ya mafundisho manyonge. Jamani, haleluya! Mafundisho yapo manyonge, ni milango ya kuzimu. Paulo alipokuwa anapambana na watu wanaitwa Gnosticism, watu ambao walikuwa na mafundisho manyonge, aliweza kuwakemea. Walikuwa na mijadala na nasaba zisizo na maana. Anawaambia, jiepusheni na makundi ya watu yenye nasaba na majadiliano yasiyo na maana, maana hayo huleta shuku mbaya, huharibu mioyo ya watu. Jamani, haleluya, amen. Siku moja walianza mijadala mara ya Wakristo na Waislamu. Nikamwambia, hapa mtakachozua ni ugomvi, maana utafikia mahali unamwambia mtu neno baya litamkasirisha. Jamani, haleluya, amen. Na hicho ndicho kilichofanyika. Wanamsomea mtu kitabu cha Qur'ani, kinasema Mtume Muhammad atakuwa wa kwanza kuweka mguu kwenye jehanamu, halafu atasema njooni wote tuingie humu. Hivi wewe unafikiri wenye dini yao wataelewa? Yaani kidogo sichapwe, mnanielewa? Lakini yaani kuna mambo ambayo unaweza ukayaanzisha hayana maana. Kwetu sisi mambo ya mijadala, kubomoa mwili wa Kristo, huwa hatuzifanyi. Jamani, haleluya. Unajua mashemasi wako hawajajua hata kazi yao. Shemasi, ukimwona mtu amekuja kanisani, jamani, haleluya, amekula kibini mpaka nguo ya ndani inaonekana, wewe shemasi unamvuta tu kwa upendo, unamwambia dada, najua nguo yako sio rafiki, hebu jifunge hiki kitendo, kwa upendo kabisa. Amen. Anarudi ibadani na mwabudu Mungu kwa amani. Sasa siku za leo mtu akimwona amevaa vibaya anaanza maneno. Umemwona nini? Wewe unaona nini? Wewe una shida, unaharibu mwili wa Kristo. Jamani, haleluya. After long once we enter in a sexual intercourse, the problem is minded, understanding, past, rich problem. Amen.
shida. Lakini kama umewashwa kwa damu ya Yesu, si wengine tunawakemea pepo hapa, wanagaragara, wanabinuka. Mbona hujawahi kutenda nao dhambi? Hapa pana shida. Waambie mwenzako, hapa pana shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upa utaratibu wa kumsaidia. Mmoja niliwahi kuwashuhudia, amekuja mdada fulani, amevaa kipendo cha hatari, kimembana sawasawa, na Mungu alikuwa amemshindilia. Sinajua Mungu ni muumbaji. Alipofika tumekaa hivi, kana watoto wetu nao ni matabi, wanamzunguka, watoto nao ni hatari. Wengine wanaenda mbele, wanamwanzia chini mpaka juu. Sasa hakupata mtu wa kumsaidia. Yule dada tulimpoteza, mpaka leo hajarudi. Halo, Bwana anatuita tulivyo. Wengine na tabia mbaya hivyo hivyo, wanakuja kwa Yesu. Wengine hata kukaa hawajui. Wengine ndio maana wazee wa kanisa tulishawaweka huko. Wengine watafia madhabahuni, tuache sisi wenyewe tupambane. Wengine wanakula kitako, yuko hivyo wewe mwambie twende kwa Yesu. Hallelujah. Sasa we are not about ritual and kupeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yalivyo, lazima utambue kanuni za kanisa. Hii ni Assemblies of God. Hii sio Swedish. Mama alivyopendeza. Hebu niangalie hapa. Alafu mwambie hizi nywele zake nyoa. Una akili unatakiwa ukapimwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa lina misingi yake, na mwanadamu naye ana misingi yake. Sasa huwa hatuleti ubinadamu. Petro anaambiwa tu ya ukiri, nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Halo. Wakati najifunza cultural anthropology, niliingia ndani sana mambo ya culture. Samahani Wanyarwanda, tunatoa mfano. Kama sikuelewa kama Mnyarwanda akikukaribisha wewe ni mgeni wa heshima, lazima kupishe kitanda chake na mke wake hapo ukalale pale. Nakabidhiwa mke wake. Halo. Hiyo ndio mila na desturi. Mimi mila zote nimejifunza, za Kikuria, za nini. Jamani, haleluya. Naweza kukwambia mila zingine hata hauzijui. Mpaka mila za Uarabuni. Nimetembea na kina Guru Nanak. Guru Nanak. Wewe hujawahi kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Hala jamii kuna kata mambaru ya ubalaya toru kata. Mila na desturi mbalimbali. Tunapokuja kwa Yesu, mtakija, ndio Yesu anaanza kutambua, anatupa mbali. Wale wote wa Tabora wanaelewa maana ya unyago. Wale wote wa Kigoma wanaelewa maana ya kukuna. Hayo yote Bwana anakusanya, anatupa kwenye kapu. Anamwambia mpendwa katika Yesu, ndio mjengwe kwenye msingi wa kanisa la Bwana. Haleluya. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiwa ukuliani walisa wote ni kukusanya. Sasa mstafasiri nini wakulia? Wengine hawajui maana ya walisa ni kukusanya walisa wote. Piga kisu wakati sawa sawa kama wakulia. Jamani, haleluya. Lakini tukija kwa Yesu, haya yote tunatupa mbali, tunaweka pembeni.
unadaiwa hiyo damu. Yaani hautakiwi umwangushe hata mmoja wa wadogo wa kondoo za Yesu. Hata wale wanaotenda dhambi tunawasaidia kwa upendo wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Mzima toka kabisa, tepo kabisa, unafanya wajibu tu. Amen. Mnanielewa ninachosema? Lakini anatakiwa mtu asaidiwe kwa upendo wa kimungu, kwa sababu nani hapa baba Ngerekera amemwandikia barua aje kanisani. Huyu ndo alikuandikia barua ili uje hapa kanisani. Nani? Mchungaji. Yaani hawa wote wamevutwa na upendo wa Yesu. Kwa unapowasaidia, tambua sio mali yako. Hebu soma huo mstari. Unasemaje? 16:18. Kanisa ni mali ya Kristo. Ni Mathayo 16 kuanzia mstari wa 16 hadi wa 18. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havijakufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Na mimi nakuambia, kwa kuwa umefunuliwa na Mungu, wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuambia, wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Jina Petro likaanza kukolea mbele za Kristo na mbele za kanisa kuanzia siku hiyo. Mwanzo alikuwa anaitwa Simeoni, lakini hapa baada ya ukiri, Yesu anamwambia wewe ndio Petro. Jina Petro maana yake jiwe dogo, lakini neno mwamba maana yake mwamba mkubwa uliotanda. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Isaya 28 Isaya 28 mstari 16. Soma. Tazama naweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la thamani, msingi ulio imara. Yeye anayemwamini hatafanya haraka. Jamani, haleluya. Yesu alikuwa ameshatabiriwa kama jiwe la pembeni. Tunapojenga jengo, tunaweka mawe ya pembeni ili jengo liimarike. Yesu alikuwa ameshatabiriwa kuwa mawe ya pembeni. He is a cornerstone. Yeye ni mawe ya pembeni, lakini pia katika yeye msingi unajengwa, msingi unawekwa kuwa kanisa. Kwa tunatembea katika neema ya Kristo, katika mafundisho ya Kristo, tunashika kile ambacho Yesu Kristo alikishika. Jamani, haleluya. Kuna mila zingine na desturi
kuhangaika nao. Ukiangalia hata wanafunzi wengine walioigiza kwenye picha zao, wengine walikuwa na madude, wengine baharini, wengine ya nini, yote ilikuwa ni mila na desturi. Amen. Ukiona makonokono ni mazuri, wewe shonea hata kwenye nguo, wala hatutakuita mganga wa kienyeji. Hiyo ni mila na kacha. Hatukimwona Masaya na yeye makonokono useme ni mganga wa kienyeji. Watu wengine mtembee, zile ni nyara za serikali. Yaani kukaa hapa mara siku zote huko kasiku unatembea. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Wenzako wakiona yale makonokono wanafanya utalii wa kuja kuyaangalia, hawajayaona. Zile ni nyara za serikali. Sasa mwingine anayashona mengi anaweka kiunoni makonokono. Una akili wewe? Sibuki kamato wewe utafungwa wewe. Hizo ni nyara za watu. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema usiyavae ukiambiwa na mume wako wewe avae hayo makonokono. Hayana shida. Kwetu sisi hayana shida. Halo? Ekile makonokono tunaweka kwenye mwele. Kwani unajua ni vitu gani hivyo walivyokata? Nasema sionei haya injili ya nani? Maana ni uwezi uletao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Sisi hayo hayatusaidii chochote, maana hayatuweki kwenye dhambi. Ukisoma maandiko, wakati Yakobo anaenda kuchumbia mchumba, alimpelekea pete, akampelekea vikuku, akamwambia nimekuja ili nikuchumbie. Isaka naye anakwenda kumchumbia, anampelekea hayo. Hao ndio walikuwa baba zetu wa imani. Wewe utakuwa na baba gani ambao utawachonga? Tafuta Biblia yako ukaungane na mwanamke Zumaridi anayejiita Mungu. Kwani kwenye Biblia imeandikwa uvae sawa? Imeandikwa uvae sawa. Sikuonei vitu kwa kuwa sina sasa. Yangu niliopewa zawadi wameiba watu. Yaani wamepora hata sijui mwezi ni nani. Ila Mungu amrehemu simpige. Jamani, haleluya. Haya ni mapambo na maurembo ya dunia hii. Lakini urembo wetu tutapamba kama bibi harusi wakati tunaingia kwenye jiji la Yerusalemu. Uwe na ndevu, siwe na ndevu, tapambwa. Si Biblia imesema? Sio mimi. Wewe atufike mzuzu mpaka hapo, wewe bibi harusi. Hivi wanaume wapi? Wanaume ni Yesu tu, wengine bibi harusi. Haleluya. Tena wasema amejiweka tayari kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mume. Amen. Sasa hapo ningepata nafasi, ningekuwa nachungulia wale wanaume wenye sura ngumu. Je, wamekaa kama bibi harusi? Maana kuna wengine ni wababe. Ukiwatazama ni wababe tu. Kule kuwatazama. Wakati mtaekti kama bibi harusi, maana tayari ni bibi harusi, utakuwa na hatia na vidole na hatia kwa kuwa sababu havina rangi, maana rangi za duniani zitakuwa zimeisha. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu akiwa mawe ya pembeni, tumejengwa kwenye misingi. Waefeso sura ya pili. Waefeso sura ya pili. Ephesians chapter 2. Waefeso sura ya pili. Sura ya pili, kitabu cha Waefeso. Kanisa limejengwa juu ya mwamba ambao ni Kristo, na tukawekwa kwenye misingi. Waefeso sura ya pili
Kama umefika soma, hii sio somo jipya, mbona mnalielewa? Sura ya pili nimeshapotea, nimeenda Timotheo. Waefeso sura ya pili mstari wa 18 hadi 22. So kwa maana sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba mmoja. Tangu sasa ninyi sio wageni wala wapitaji katika Kristo. Ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu. Watakatifu wake nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye kura pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa na kukua vyema liwe hekalu takatifu la Mungu. Katika yeye ninyi nanyi mnatengwa kuwa makao ama askari ya Mungu katika Roho. Jamani, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Maana yake tunaamini kile ambacho manabii walikiamini, tunaamini kile ambacho mitume walikiamini. Tumejengwa kile walichokiamini manabii, hicho tumeamini, na hii ndio imani yetu. Mtu akikuuliza tumejengwa juu ya msingi gani, mwambie mimi nimejengwa juu ya msingi wa mitume na nini na manabii. Kuishi umemaliza. Maana yake naamini kile manabii walichokiamini, naamini kile mitume walichokiamini, na Yesu Kristo ambaye ndiye kula wote la pembeni. Kwa katika imani hiyo hatupaswi kuleta imani mbovu. Najua wengine nawaambia, siku moja tulikuwa tumekusanyika wachungaji, tuko kwenye uwepo wa Mungu kabisa, tunatafakari. Nishangaa mtu mmoja anafyatuka, jamani, mimi nina dawa ya kutibu jino. Inabidi wote tumsikie. Dawa ya kutibu jino ni mara moja tu. Niwape namba zangu. Sasa tunajua watu wanateseka na meno. Kaanza kuandika namba. Ndio mimi nikamwambia, sasa hiyo dawa inapatikana wapi? Tukaenda nasema, yani ni mtishamba mzizi ambao umeisha mtu. Yule ni mchungaji wa Kipentekoste. Nililekea. Nikasema hapa nimeingia choo cha wamama. Bwana Yesu asifiwe. Yani kuna watu wengine wanajiita Wapentekoste ni waganga wa kienyeji, wapeleke kwenye kile walichoamini manabii, kile walichoamini mitume wa Yesu, na kanisa la leo hakipo. Lakini Biblia katika Warumi 14 mstari wa 1 inasema, aliye dhaifu wa imani fanyeni. Aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, msimhukumu mawazo yake, maana ni dhaifu wa imani. Nasikia wewe dhaifu wa imani, wiki iliyopita tumekula dawa ya kienyeji. Dhaifu wa imani, dhaifu. Hawezi kuomba, ni dhaifu wa imani, dhaifu wa imani. Haamini kama Bwana anaweza kapona, ni dhaifu wa imani. Tunamkaribisha dhaifu wa imani ili tumfundishe. Jamani, haleluya. Dhaifu wa imani akikuona umevaa suti analazima hoji. Dhaifu wa imani, dhaifu wa imani hawezi kukutana na mambo magumu. Mkaribishe, ni dhaifu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema dhaifu wa imani. Sema dhaifu wa imani. Yani tumbo ikiuma hawezi kusema kwa jina la Yesu, tumbo nyamaza, ni dhaifu wa imani. Mpaka tafute mzizi. Dhaifu wa imani. Wapo dhaifu wa imani
Biblia inasema amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa dhaifu wa imani hawezi kuamini. Dhaifu wa imani ananitazama kwa jicho la huruma. Hebu mwambie pole dhaifu wa imani. Mwambie pole dhaifu wa imani. Muulize, wewe umejengwa kwenye msingi gani? Wa waganga wa kienyeji na bosi wao akiwa mzee Mtema. Haleluya. Umetengwa juu ya msingi gani wa kutokuamini hata kitu wa kupona? Una roho gani wewe? Sasa mchungaji, kama ni hivyo, mbona tunaruhusiwa kwenda hospitali? Dawa si zile mitishamba, ipo mikwinini, ipo mitigani, mingine mikwinini nalima hapo Tanga, wanaotesha na umbu, wanachanganya. Wewe unajua naishi dunia ya wapi? Sasa mchungaji, unaongea nini? Kwani baada ya kugundulika mdudu wa typhoid, sibili tafute dawa ya typhoid, na aliyogundua ni mwanamke Marekani. Dawa ya typhoid ilipoteshwa kwenye maji, akagundua namna ya kuua wadudu wa typhoid, ndio zikaendelea zingine. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nagombana na wanasayansi pia. Ila nikwambie, baada ya mwanadamu kula mti wa ujuzi mema na mabaya, akaanza kugundua huu ni mbilizi. Huu ni dawa ya Rukomoro. Hii ni samba hii. Nani kakwambia ni samba kama sio Bwanzi? Halo? Nani kakwambia huu mtu unafaa kuvuta kama katu na kula mboga? Nani kakwambia? Ujuzi mema na nini? Halo? Haya yote ni matokeo ya dhambi. Mpaka mtu anaambiwa kaa vizuri, umekaa vibaya. Ni dhambi hizo. Watu walikuwa wanatembea ikabakia, hakuna hiyo wala haya. Soma maandiko. Soma maandiko. Mchungaji mmoja wa Uganda naye akachanganyikiwa, akasema jamani, mavazi ni matokeo ya dhambi. Kwa hiyo tuwe tunaingia kanisani wote hivyo hivyo kama nyani wa msituni. Amani, haleluya. Mafundisho mengine ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii dunia nayo haina wabovu wala wachovu. Watu wakabatizwa kwa mashirika wa huyo mchungaji. Haleluya. Haleluya. Mwingine naye akasoma andiko la Petro sura ya 3 mstari wa 3, kujipamba kwenu kusiwekwa nje, yani kusuka nywele, kuvalia pete, kuvalia mavazi. Sasa msisuke, msivae pete na mavazi tu pa sasa. Wewe unamuuliza, maana umejipamba nje, tupa mavazi, ubakize utu wa moyoni. Sasa mnasoma maandiko mengine kama walevi. Haleluya. Haleluya. Yale maandiko ya kwanza husu utu wa ndani. Haya mapambo wajipambe, ila usiyajali. Unashindwa wewe. Haleluya.
Ni sawa kuwe utu wa moyoni usionekana. Haleluya. Kwa mambo ya ndani. Amen. Halo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Natamani nione wanawake waliojipamba. Haleluya. Ambao utu wao wa ndani umejipamba kuanzia ndani mpaka nje. Si aliyevaa tu hereni tu anakuwa kahaba wa kutupwa. Sio msingi wetu wa imani. Tunahitaji watu wanaojipamba kuanzia ndani, adabu nzuri, tazama mzuri, maisha mazuri na namna ulivyo. When you are looking what you are, people just demand, okay, to Jesus there is something. Amen. Watu wakuona wanashangaa, kwa kweli hii mama nimependeza kwa Yesu, kuna kitu kwa Yesu. Amen. Watu wanashuka nagonga smeki ya hatari na suti kali kwenye gari, sio kuvaa madaso tu ya Kiswedishi kichwani. Unagonga smeki, umepaki gari inaacha na parking pa. Mdada naye nielewa aseme amen. Asiye nielewa nyamaze kimya. Haleluya. Maana hatapata gari mpaka kufa kwake. Anashangaa tu, mimi natabiri vitu katika ulimwengu wa roho. Jamani, haleluya. Yaani ukiingia ofisi yoyote, mlango na urudisha tu pole pole, unajipana wenyewe, unasikia sweswe, gari nalia. Halafu ukiingia kwa mtendaji wakati akikuuliza, namwambia mimi ni shemasi wa pale huko. Jamani, haleluya. Wakafie someni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumetengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo mwenyewe ndiye kula pembeni. Katika yeye tumeungamanishwa. Ukiendelea pale chini katika kitabu cha Wakorintho, namna mwili wa Kristo ulivyo, akasema mwili wa Kristo ukiwa umejengwa, hakuna mguu kusema wewe sio mkono, sikuhitaji. Kichwa haiwezi kuambia mikono sina haja na ninyi, wala nywele kusema ninyi kucha hamfai. Vyote vimeungana kuwa mwili wa Kristo. Sisi wote tunaungana kuwa mwili wa Kristo. Simama mahali ulipo. Simama.